Hapo zamani za kale katika kijiji cha Zarkan palikuwa na maskini mwenye tamaa utajiri ambaye angefanya chochote ili kupata pesa. Iko siku aliiba ngoma kali iliyokatazwa, ikisadika kuwa kama utaipiga ngoma hiyo eneo la makaburini basi ni mwaga pesa za kutosha. Maskini huyo akaiiba na kupiga kinyume na utaratibu. Badala ya kutoa pesa, ngoma ikafufua wafu bila kutarajia, na hivyo kuleta maangamizi juu yake mwenyewe na watu wake. Kinachotokea mwishoni kitakushangaza sana. Kabla tujafika mbali, ni kombe usubscribe chaneli yangu kama uko YouTube ama unifollow kama uko Facebook na TikTok. Hebu tuianze hadithi yetu sasa. Hapo zamani za kale katika kijiji cha Zarkan paliishi mwanaume mwenye jina la Ugoko. Alikuwa maskini lakini mwenye tamaa sana. Tamaa yake utajiri ilikuwa kubwa kama bahari. Alitumia masaa yote akifikiri njia za kupata mali za haraka na haramu. Ugoko alidharau maagizo ya wazee na alidhani kuwa ulimwengu wa mizimu ni hadithi za kitoto za wazee wanaopenda kutisha watu. Ilikuwepo siku aliposikia simulizi ya siri kuhusu ngoma ya kichawi. Wazee walisema kuwa ngoma hiyo ilikuta chini ya ardhi pale tu walipoamua kuanzisha makazi sehemu hii. Ngoma ilikuwa chakavu na ya kizamani sana, ilijaa alama za kutisha na zisizoeleweka, kana kwamba alama hizo zilimaanisha siri kubwa iliyojificha nyuma yake. Iko siku ngoma hiyo ilipigwa ikatoa pesa, dhahabu, almasi, velvet, ruby na kila aina ya utajiri. Simulizi hiyo ikaendelea kwa kusema, yeyote atakayepiga ngoma hii usiku eneo la makaburi, basi ngoma hii itamwaga mali yote iliyozikwa kwa muda mrefu. Ugoko hakusikia zaidi ya maneno hayo, akaondoka. Tamaa ikashinda uoga wake, fikra za utajiri zikajaa akili yake na akaamini kuwa lazima ipate ngoma hiyo na aipige. Lakini hakujua kuwa iko siku ngoma ilipigwa ikamsha wafu. Toka siku hiyo ngoma ikahifadhiwa kwenye kaburi la mfalme wa kwanza. Usiku wa giza ulipofika, Ugoko akaandaa vifaa vyake: jembe, sururu na koleo kwa ajili ya kufukua ngoma kali. Mwezi ulijificha nyuma ya mawingu ukiangaza. Ugoko alitoka nje na kwenda eneo la makaburi kwa kunyata. Hewa ilikuwa baridi sana na kila hatua ilionekana kutoa sauti ya kutisha. Ugoko akavunja mlango wa makaburini, kisha akaanza kuchimba kaburi la mfalme wa zamani ili kupata ngoma. Haikuchukua muda mrefu akaiona. Roho yake ilijawa na furaha, akiamini huu ni mwanzo wa kuaga umaskini. Ngoma ilichakaa kwa udongo, ngozi yake ilikuwa imechakaa na alama zisizoeleweka zilichorwa kwa damu. Ugoko bila uoga aliokota, akaitoa nje na kuelekea kati ya uwanja wa makaburi. Hata hivyo alisahau kwamba utaratibu wa kuipiga ngoma hii ulihitaji sala, toba, kafara na uvumilivu. Yeye alitaka utajiri wa haraka. Basi akaweka ngoma chini, akakamata fimbo kwa ujasiri, kisha akaipiga. Ghafla makaburini pakawa kimya kwa muda. Mara pili ardhi ikatetemeka kwa namna isiyo ya kawaida. Giza likatanda zaidi, upepo wa ajabu ukapuliza. Mara tatu jambo la ajabu likatokea. Badala ya pesa kutoka katika ngoma, ghafla mwanga wa ajabu ukaonekana kwenye makaburi, kisha yakafunguka. Ukuta udongo uliojaa mifupa ukatuna, lakini haikuwa udongo tu, bali viumbe wa ajabu walifuatia pia. Kwa kila mpigo, mizimu iliyolala kwenye makaburi ilivutwa kwenye ulimwengu wa walio hai. Mafuvu yaliyooza yalionekana yakiwa na nguo za zamani zilizochakaa. Mafuvu yalisimama moja kwa moja kutoka kwenye makaburi yao. Macho yao yalikuwa na mashimo meusi yenye wimbi la hasira na huzuni isiyo na kipimo. Ghafla walimzunguka Ugoko kwa ukimya unaotisha. Ugoko aliogopa sana na alitaka kukimbia, lakini miguu yake ilikuwa mizito sana. Alijaribu kupiga kelele, lakini sauti yake ilibaki kooni. Kiongozi wa wafu, mzimu mwenye taji la mifupa, alionyesha kidole chake kilichobaki kuelekea kijiji cha Zarkan. Kisha kikaelekea kwa Ugoko. Kwa sauti iliyokuwa kama upepo unaovuma kwenye jangwa alisema, "Umetuamsha kutoka usingizi wetu wa milele. Sasa tutaondoka na wewe na tutaua wanakijiji wote, watoto wako wote na mkeo." "Hapana, sikilizeni, msinikasirikie. Nitaiomba ngoma iwarudishe makaburini." "Unakecha wewe sio? Ni nani atakayekubali kurudi kaburini tena? Leo tutakutoa sadaka." Kwanza mimi kanikasirisha. Nilikuwa nasuka mkeka ni beti, wamenirudisha duniani." "Sikiliza Malkia, nitapiga ngoma kuomba mili yenu iwe kama zamani." Kwa hilo tutakusikiliza. Sasa fanya haraka kabla tujakumaliza." Ugoko akaipiga ngoma na kuiamrisha kurudisha uzuri wa wafu. Lakini ngoma ilikaa kimya, na badala yake maelfu ya wafu wakaongezeka, wote wakitaka kumdhuru Ugoko.
Kwa mtindo wa jeshi lililosimama, wafu waliondoka kwenye eneo la makaburi na kuelekea kijijini wakiwa na hasira sana. Ugoko akashikwa na hofu kubwa zaidi, akaanza kukimbia huku nyuma yake akifuatwa na kundi kubwa la wafu. Nisaidieni, nisaidieni! Kijijini watu waliamka na kelele za ajabu walizozisikia. Ghafla waliona kundi kubwa la viumbe visivyo na uhai vikitembea mitaani. Ugoko alipoingia kijijini akapiga kelele, "Kimbieni, kimbieni, nimewafufua wafu!" Wazimu na hofu zilipanda. Watu walikimbia kila upande wakiogopa. Wafu walikuwa na hasira sana na walipanga kukiteketeza kijiji chote. Ugoko alikimbia nyumbani kwake akidhani ataokoa watoto wake na mkewe. Alipofika alikuta hata wao wamekimbia pia, lakini ghadhabu ya wafu haikuwa na mipaka. Walizunguka nyumba yake, waliharibu vyanzo vya maji, wakakanyaga mazao shambani na mimea ikanyauka papo hapo. Walipita kwenye kila mazao na kuyaharibu. Siku chache baadaye Zarkan haikuwa tena kijiji, ilikuwa kaburi jipya. Watu wengi walikufa kwa maradhi ya kushangaza, wengine wakatoroka na kukata tamaa. Lakini ni nini suluhisho jambo hili? Swala hili lilimfikirisha sana Bwana Ugoko. Alijua kwamba alikuwa na jukumu la kumaliza tatizo alilosababisha mwenyewe. Akaamua kumtafuta mganga mkuu wa kijiji hicho, Mzee Komba, ambaye alijulikana kwa ujuzi wake wa mambo ya giza. Mzee Komba alikuwa mtu mwenye hekima na uzoefu, na Ugoko alijua kwamba alikuwa na matumaini ya kupata suluhisho. Mzee Komba alimsikiliza Ugoko kwa makini, kisha akasema, "Ugoko, umefanya kosa kubwa. Wafu hawa hawataki kurudi tena makaburini kwa hiari yao. Lazima tufanye kafara kubwa ili kuwarudisha." Mzee Komba alitazama chini kisha akaendelea, "Kafara ya damu ya moyo wako. Ni wewe pekee ambaye unaweza kuwarudisha wafu makaburini." Ugoko aliogopa, lakini alijua kwamba yeye ndo alikuwa na jukumu la kurekebisha hali hiyo. Akauliza, "Kafara gani Mzee Komba?" "Niko tayari kufanya chochote ili kuokoa kijiji changu." Mzee Komba alijibu, "Kafara ya damu ya moyo wako. Ni wewe pekee ambaye unaweza kuwarudisha wafu makaburini. Lazima uende makaburini ukaipige ngoma kwa kutumia mfupa wa malkia wa wafu." Ugoko alishtuka sana, lakini alijua kwamba alikuwa tayari kufa ili kuokoa kijiji chake. Kisha akaenda kwenye eneo la makaburi. Ghafla wafu wakamzunguka. Sikilizeni, nimepata njia ya kutuliza hasira zenu." Wafu wakakaa kimya kumsikiliza. "Siko hapa kuwadanganya tena. Ngoma ya ajabu iko hapa kuwasaidia, lakini tu pale mtakapokubali kunipatia mfupa malkia wenu na nitumie kuipiga ngoma hii." Ghafla eneo la makaburini likakaa kimya. Malkia akajitokeza na kusema, "Huyu Ugoko ni mwongo sana. Hamkumbuki alitudanganya nini wakati wa mwanzo? Mshambulieni!" Lakini wafu hawakutikisika. Walitaka kurudi kama walivyokuwa zamani. Badala yake wakamshambulia malkia na kumpokonya mfupa, kisha wakamkabidhi Ugoko. "Haya, tumekupatia, tafadhali tusaidie, tunataka kuwa binadamu." Ugoko alifurahi sana moyoni mwake, akajua kuwa tamaa ya wafu itamsaidia. Kisha Ugoko akaipiga ngoma kwa nguvu. Badala ya kuwafanya kuwa binadamu wa kawaida, ghafla wafu wakaanza kurudi makaburini wakiyeyuka kama barafu juani. Ugoko alirushwa mbali kwa nguvu za ajabu, ngoma nayo ikatoweka hewani, kelele za wafu zikasikika angani pia. Hatimaye kijiji kikawa salama. Sherehe kubwa ikafanyika kijijini. Watu walicheza ngoma, walifurahi wakiamini kuwa matatizo haya hayatarudi tena milele. Lakini upande wa pili wa kijiji, wakati watu wakiwa busy na sherehe yao, inaonekana kuwa mtoto mdogo alikuwa akishangaa. Naye hakuwa anashangaa jambo lingine, bali alimwona malkia wa wafu ambaye hakutuweka kama wafu wengine. Sasa ni nini kitakachotokea? Usikose kutazama pati 2 ya hadithi nzuri, Ngoma ya Wafu. Malkia wa wafu bado yupo hai na mtoto mdogo amemwona. Je, malkia atafanya nini? Atamuua mtoto mdogo au atamfanya kitu kibaya zaidi? Hebu tuendelee kusubiri sehemu ya pili ya hadithi ya kusisimua. Usisahau kusubscribe ama kunifollow na kushare ili upate updates za hadithi punde tu tunapozipandisha. Mimi ni Dulai DJ the Untouchable.